Haleluya, haleluya, tumsifu Yesu Kristo. Tulisoma kwamba neno la Mungu halishindwi. Sasa tutasoma ukuu wa jinsi neno la Mungu linavyofanya kazi. Tulijifunza kuwa neno la Mungu nilifanya kazi pamoja na Roho wa Mungu. Lakini swali ni, wanajishirikani aje? Kwa hivyo, wacha tuone ama tuangalie neno na uone ninavyotakiwa kukamilisha mzunguko kwenye ukweli huu. Sasa tutaangalia suala hili juu ya neno la Mungu ni nini na inaweza kufanya nini kwa kila mmoja wetu maishani mwetu. Tulijifunza kuwa haiwezi kurudi kwake Mungu bila kitu. Hata hivyo, matokeo ya neno la Mungu yatazalisha ndani yangu au ndani yako yatategemea kila wakati wewe au mimi hujibu. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hivyo, tunajua nguvu yake na inafanya kazi. Tunajua mambo haya yote na sasa tunajiuliza kwa nini neno la Mungu halifanyi kazi maishani mwangu. Kwa hivyo, tutaona vigezo vya kulifanya neno la Mungu hili lifanye kazi katika maisha yangu. Tukisome hapo Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 13, anasema, kwa sababu hiyo sisi nasi twamshukuru Mungu bila kukoma, kwa kuwa mlipopata lile neno la ujumbe la Mungu mliosikia kwetu, mlipopokea si kama neno la mwanadamu bali kama neno la Mungu, na ndivyo lilivyo kweli litendalo kazi pia ndani yenu nyinyi mnaoamini. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo, kuna sababu mbili ambazo lazima tukumbuke kila wakati. Kwa Roho wa Bwana na neno la Bwana unaofanya kazi pamoja kutengeneza matokeo. Jambo la kwanza ni kwamba haipaswi kuichukulia kama maandiko ya binadamu au jumbe wa binadamu. Badala yake lazima tukumbuke ama tukubali kila wakati kuwa ni ujumbe wa moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwamba ni neno la Mungu na sio neno la mtu. Kwa hivyo tukiangalia hii neno tunajua ati inatokea kwa kinywa chake, inatokea kwa nguvu yake. Ni neno la Mungu na litafanya kazi ndani yangu kulingana na jinsi ninajibu. Na majibu yangu ya kwanza yapaswa kuwa ujumbe huu ni wa Mungu, kwa sababu inatoka kwa neno la Mungu na sio mwanadamu. Pili, lazima tupokee kwa imani. Lazima tuiamini hii neno. Paulo anasema wakati tunapokea kama neno la Mungu na tunaamini neno hili kwamba linaweza kufanya kazi ya Mungu ndani yetu, hiyo kazi aliyotuma hii neno ifanye ndani yetu, lazima litaenda na litafanya hiyo kazi aliyetuma kufanya ndani yetu. Basi huyo Roho wa Mungu hakika italeta matokeo. Kwa hivyo, mahitaji ya kwanza ni nini? Kwamba neno hili halijatoka kwa mwanadamu. Hata ingawa limetoka kinywani mwa mtu au limeandikwa na mwanadamu, sio neno lake, bado ni neno la Mungu. Na mbili, kwamba neno hili lina uwezo wa kutekeleza ni kazi ndani yangu. Kwa hivyo, tafadhali shikilia mahitaji haya mawili kuwa muhimu sana. Haleluya. Bwana ni mwema. Tumsifu Yesu Kristo. Na tutaomba. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa ukweli hizo mbili zenye nguvu. Pia tumejifundisha neno lako halirudi kwako bila kitu, mpaka litimize yale uliyolitumia. Na neno lako lina nguvu na inafanya kazi, hai na upanga wenye kuwili. Bwana, tumejifunza kuwa neno hili hata lirudi kwako bure.
Na tunaomba Baba leo kwa jina la Yesu. Biblia inasema kuwa muamini huyo Bwana Yesu, hata wewe na familia yako mtaokoka. Ukisome hapo Matendo ya Watume sura ya 16 mstari wa 31. Kwa hivyo Baba, na mimi leo nasema kwa huyo mtu mwenye nasikiliza hii audio sahi na familia yako yote, kama kuna mtu mwenye hajaokoka ama mtu mwenye hajiamini, leo hii kwa jina la Yesu minaomba na minaongea neno la Mungu. Wacha hili neno litokea hapo sasa kuingia ndani ya familia yako, kuleta uokovu. Kwa jina la Yesu naongea na kila mtu wa familia yako, na huyo mtu ayasikiliza. Kama kuna mtu yote asiamini au ambaye hajaokoka katika familia hii, minafunga hiyo nguvu ya giza maishani mwao kwa jina la Yesu. Kwa sababu Baba ulisema chochote tutachofunga duniani kimefungwa mbinguni. Kwa hivyo Shetani, na kufunga kwa jina la Yesu. Ninakufunga kutoka kwa maisha ya mtu huyo. Na ninafunga shughuli zako zote, mipango yako yote ninaifunga na ninaivunja zote. Sasa kwa jina la Yesu na wafungulia malaika kwenda na kuleta uokovu. Kwa jina la Yesu ninazungumza neno la Mungu. Baba ulisema wacha uwe na mwanga na kukikawa na nuru. Kwa hivyo ninazungumza kwa jina la Yesu kwa kila mtu anayesikiliza na kila mtu ndani ya familia, iwe nuru kwa jina la Yesu. Kwa hivyo kila roho ya giza imefungwa sasa. Na sahi mwangaza, hiyo mwangaza imeanza kuingia ndani yako, na taa inaangaza ndani ya moyo wako, mtoto wa Mungu sahi. Na upako wa Roho Mtakatifu imechukua nafasi sasa sahi kwa jina la Yesu. Kila utumwa umevunjika na kuna kukutana maalum na Mungu. Haleluya. Masikio yako yametiwa mafuta kusikia neno la Mungu. Macho yako ya kiroho imefungulika sasa sahi kwa jina la Yesu. Tunakushukuru Mungu. Asante Yesu kwa kuwa mtu huyo leo amepata uhuru na anahubiri injili kwa jina la Yesu na kwa jina la Bwana. Baba tunakushukuru kwa sababu imetendeka sahi kwa jina la Yesu. Amina na amina. Mungu awabariki na endelee kutenda mema katika maisha yenu. Muendelee na kushikilia neno la Mungu, na Mungu aendelee kufanya kazi na kutenda mema maishani mwenyu. Muamini hiyo neno la Mungu, na Mungu aendelee na kuwashikilia na kushikilia familia zenyu na kushikilia kazi zenyu. Mubarikiwe sana tena na tena. Amina.